Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe wengi wamekuja hapa wanasema tutavunja hati ya makubaliano ya muungano. Tutavunja hati ya makubaliano ya muungano. Swali la kwanza na la msingi kabisa nalohitaji kuulizwa, je, hati hii ipo? Swali la pili linalohitaji kuulizwa la msingi kabisa, je, hati hii ni halali? Swali la tatu la msingi kabisa, kama hati hii ipo na ni halali, je, muungano huu ni halali? Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 64, siku moja baada ya muungano, mwanasheria mkuu wa Umoja wa Mataifa Konstantin Stavropoulos aliandika barua kwa ubalozi wa Tanganyika Umoja wa Mataifa akiwaambia, tumesikia kwamba mmeungana na Zanzibar, tuleteeni hati ya makubaliano hayo ili iweze kupata usajili wa Umoja wa Mataifa, itambulike kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Siku moja baada ya muungano, tarehe 6 Mei ya mwaka huo, siku 10 baadaye, Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanganyika ikapeleka tamko rasmi kwamba kweli tumeungana, na wakasema hati ya muungano tumeiambatanisha na notification hii. Hata hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 14 mwezi wa 5, wiki moja baadaye, Konstantin Stavropoulos, mwanasheria mkuu wa Umoja wa Mataifa, akaandika telex kwa serikali ya Tanzania akisema, tutumieni nakala 2 za hati ya makubaliano ya muungano ili tuisajili kwa mujibu wa ibara ya 102 ya United Nations Charter. Maana yake ni kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania iliposema kwamba tumewaleteeni, hawakupeleka. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ushahidi kwamba Umoja wa Mataifa haujawahi kupelekewa hati ya muungano umepatikana mwaka 2009 na umepatikana tarehe 25 Machi, wakati afisa wa habari za kisheria wa kitengo cha mikataba ya kimataifa wa Umoja wa Mataifa wa ofisi inayoshughulikia masuala ya kisheria ya Umoja wa Mataifa, Bwana Andrei Kolomoets, alipomwandikia mtafiti mmoja aliyeandika kitabu hiki kwamba alimwandikia akamwambia maneno yafuatayo: hakuna ushahidi wowote kwamba hati ya makubaliano ya muungano ilisajiliwa kwenye sekretariat ya Umoja wa Mataifa. Kama